Leo ninataka kuongea na nyinyi habari ya knowing God's will. Kujua mapenzi ya Bwana. Ni topic ambaye ni muhimu sana, especially kwa wale wa Kristo wapya, new Christians. Lakini hata ijapokuwa ni muhimu sana kwa Wakristo wapya, hata kwa Wakristo ambaye wamekaa kwa kanisa siku nyingi, wanaweza kudevelop confidence sana, wafanya mambo kutokana na experience, wapuuse mapenzi ya Bwana. Jaribu la mtu ambaye amekaa kwa kanisa sana ni kufanya mambo na experience. Hapa inaendanga hivi, hapa inafanyangwa hivi. Halafu unakuja kujua ya kwamba you have done things against God's will. Mkristo mpya naye majaribu yake makubwa katika kujua mapenzi ya Bwana ni wakati anafanya jambo, anakataa kukonsult Mungu. Ignore the viewpoint of God. Anapuusa Mungu anaonaje jambo hili ninafanya. Ninataka kuolewa. What's God viewpoint on the person I'm marrying or the person that is getting married to me? What is God's viewpoint on the decision I am making to relocate from Kenya? What is his viewpoint? Hii sasa inatakana iwe kitu watu wanaelewa. Lakini Mkristo akiwa mpya akose mtu wa kumfundisha kutafuta mapenzi ya Bwana, atajua mapenzi ya Bwana kwa punishment. Unafanya mambo inaharibika, unaibika mshana, alafu sasa unaanza kuelewa mapenzi ya Bwana ni nini. But that is the hard way. The easier way to know God's will ni ya kufika mahali ambapo uamuzi wowote wa maisha, hatua yoyote unachukua, you seek for God's will. Amen. Hata kama ni meeting mko naye na your friends ama family, ama mko na mkutano na askofu ama mhubiri yoyote, una seek God's will before you say anything. This removes punishment from your life. It removes hardship from your life. Lakini wakati tunafanya mambo bila weigh in the will of God, bila kupima mapenzi ya Bwana ni gani, je, Mungu anataka ama hataki, then we get punished. Na ningependa niseme hiyo punishment inaitwa kupigwa viboko na Mungu. Anakupiga kwa sababu umefanya vizuri, lakini si mapenzi yake. Amen. Na kwa hivyo leo ningependa tuangalie maandiko kadhaa, tukianza na John chapter 5. Wacha tuongozwe na Yohana sura ya 5. Kitabu ambacho kimeandika sana kuhusu mapenzi ya Bwana. John chapter 5. Tuanze mstari wa 30. Yohana 5, tuanze mstari wa 30. Inasema hivi, wacha niwasomee hapa. Inasema hivi kuanzia mstari wa 30 kwenye Kiswahili. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo. Na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Those are statements of our Lord Jesus Christ. Success yake katika life, ile mission ilimuleta duniani, akaifulfill. Na kuna shetani duniani, kuna mapepo, kuna watu, kuna jeshi la Romans, kuna Herode, kuna of course Yesu alikuwa amezungukwa na vitu vingi ambavyo haviwezi kuruhusu afanye kazi ya mapenzi ya Bwana, the will of God. Lakini alifanya. But listen to his statement. Anasema hivi kwa Kiingereza: I can of my own self do nothing. Kama Mkristo atafika that position ya kusema I can do nothing without consulting him who is my Father in heaven, tusipofika that level, we will face punishment in Kenya. We will be punished in our businesses. We will be punished in our lives. Kwa sababu mara nyingi tutafanya mambo ambaye tunaona ni mazuri kwetu, lakini against God's will.
Akasema I can of my own self do nothing. But that statement cannot be applied to us today. Are you sure you cannot do anything without consultations with the heaven? Are you sure? Yeye hata kukula hauwezi kukula bila mawasiliano. Baba, kuna chakula hapa. Ndio Mungu aseme kula ama usile. Kuna nguo ninataka kununua. Ndio akwambie hiyo nguo usikie na feeling hiyo nguo sio ya kwa pande ya Mungu, ni ya pande ile nyingine. Baba, ninataka kupasua kashimo hapa kwa pua. Niweke pete. You know it's good. It's good to. Akisema ndio weka bili. Sasa is okay. Unaona akisema weka. Na mimi najiulizanga saa zingine, mimi sitaki kuingilia kina dada na wanaume wale ninaona wameweka nyingi kwa masikio. Kwa nini Mungu hakukutengeneza ukiwa na tushimo ya kuweka vitu? So ni vizuri kabla hujaweka shimo ya kuimprove kile Mungu alitengeneza. Uconsult. Ndirenda gwekera kalima hai. Tuwe nawe, tuwe hamwe. Nataka kuweka kashimo hapa. Tuko pamoja. Lakini sasa unakuta hata watu wameshora vitu kwa mwili, wamefaa vitu kwa wameweka vitu nyumbani bila consultations. Lakini Yesu anasema I can of my own self do nothing. That is total submission. Na huyo ndio alisema jana, no one is good. Sasa niangalie wewe ufikirie. Yesu anasema siwezi kufanya kitu peke yangu. Na bado anasema si mzuri na sisi. Na vile tunafanyanga mambo mengi. Hata maombi mengi watu wakikuja kama sasa tumeshinda kuombea watu. Watu wengi ukisikiliza maombi yao ni wanataka Mungu aigirie mambo wameshafanya na wakamaliza. Ninataka uombe Mungu umwambie kwamba hii mwanaume tulioana ni mwanaume ambaye hakai na kichwa mzuri. Sasa unaona ni very late. Ukiambiwa zamani mbele ataharibika kichwa. Lakini hauku consult. Kwanza watu wakisikia rafu, they don't consult anybody else. They say they are adults. Kwanza ukisikia vile rafu inakupeleka hivi, unasema mimi ni adult. Kaide mwanani. Mimi ni mtoto, niambiwe nitapendana na nani? Baadaye ndio unagundua ni utoto ulikuwa naye. Ikikwisha ndio unagundua sikuwa napenda hii jamaa. Ilikuwa ubebe. But it is too late. The will of God. Wacha niwaambie. Na ni vizuri kunyoa nywele bila consultations. Kwa sababu kuna mtu kwa Biblia alinyoa, Mungu akamwambia bye bye. Niweja umenyoa yote, hakuna kitu umebakisha Bye bye. Na Mungu akaenda. Ni kweli ama si kweli? That is how serious the will of God is. Paka kwa nywele. Paka kwa kunyoa hii tu vitu ulizaliwa naye, ni Mungu aliweka. Kama unataka kututoa, then consult. Bwana asifiwe. Na ninasema mambo haya kwa sababu vitu vingine tumeweka kwa uso na kwa mwili zimekatazwa moja kwa moja na Mungu. Kwa hivyo it is not God's will. Kwa hivyo kama tutaziapply, we must ask him, jikere, can I put it on? Na kwa hivyo hii vitu nyingi unaona watu wakiwa naye hata kwa nyumba, unaweka vitu kwa nyumba hivi. Kama hivi vitu si mapenzi ya Bwana, zitashambulia wewe usiku. They will bring damage to you. Mimi nimewahi kwenda kwa Mkristo ambaye ana maspiriti inamsumbua kwa nyumba. Wakienda kukula chakula inaongeza mshanga. Wakienda kulala unasikia kitu kinakuambia unakisukuma hata mnararanga nacho kwa kitanda. Sasa wakaniambia wameomba maombi yote, wametubu dhambi zote, wamejitakasa na damu ya Yesu na hizo vitu hazisikii. Lakini ukienda kwa nyumba, sasa ukisikia watu wameomba na Mungu hasikii, enda utumie macho. Ukiingia kwa nyumba, unakuta wameweka toto hizi hapo nje. Ukiingia kwa nyumba, na toto hizi si ati unaweka hapo upikie watoto siku moja. Alafu ukiingia kwa nyumba, unakuta wameweka picha ya shura.
Unakuta mishongo ya sanamu za wanyama fani kama nyoka, ile pafada kubwa imetoa meno hivi, ndio unakuta imewekwa kwa ukuta. Unakuta ndege kama ile dudu, oru na vitu vingine nyingi. Unamwambia na hizi pisha. Kwa hizi unajua ni viumbe vya Mungu, napenda kuviona. Ni viumbe vya Mungu, lakini Mungu mwenyewe mwenye kuumba alisema sio safi, na tumezileta tena kwa table room. Ni nani hakuagi msafi? Ni Shetani, kwa hivyo atakuja. Kwa hivyo hata kitu unaweka kwa nyumba yako, seek God's will. Hata wakati wa kununua gari, please wacha kukimbia kwa sababu umeona leather. Halafu unaambiwa kwamba hii gari ni kama kitanda unakalia. Please seek God's will. Isije ikawa umenunua mashini ya kukupeleka mbinguni. Sasa tutafanyaje na tukiingia kwa matatu hatuambangi? Munaomba mkiingia kwa matatu? Father, in Jesus name, a matatu has come. Can I get in or not? Na kuambia hiyo ni utoto kwa watu wengine, but inaweza kuokoa maisha ya mtu. Aambiwe don't get in. Na niko na ushuhuda wa watu wengi ambao Bwana amewaambia usiingie kwa hii gari, kwa sababu walimuomba Mungu, Baba, kuna gari mbele yangu ya white, niingie? Usiingie. Halafu akakuta baadaye imeua kila mtu. So Biblia inatuonyesha hapa ya kwamba Yesu alisema level yangu mahali nimefika, I can do of my own self nothing. Kwa hivyo hata Yesu akisema naenda mahali, amefanya kusikizana na Baba, ndiye ameshika safari. Tukifika hiyo level, then we shall see God as a friend. As a friend. Ate jana usiku muna discuss na yeye about two of us, about today. Muna discuss na yeye habari ya nguo. Mimi mara nyingi nimewahi kutengeneza nguo ya kukuja kuwahubiria naye. Na nilipokaa chini kaomba Bwana Mungu, naenda kuhubiri, nitakuwa na hii nguo nimefaa. Bwana akaniambia usifae. Na ikairudisha. Mke wangu kama angekuwa na wakati wa kutoa ushuhuda angesema vile alikuwa anakasirika. Amenitengenezea nguo, ametengeneza, ameiweka hapo inameremeta. Mungu ananiambia no. Hii usipeleke mbele ya watu wangu. Si worthy. Naambia mama asubuhi hii nguo sitafaa. Sasa hawezi kufurahi. Lakini nikuambiwa nimeambiwa nisifae hiyo. Na for reasons of God alone, maana kuna siku niliforce ikasema sasa na sina ingine, washa nifae. Tulifika kwa ibada, I was really attacked. Na ndio nilitandikwa kofi na mdada nikimkoboa. And I knew it was the dress. Wale wanakuja kwenye maombi kama hii ya Wednesday tuko naye hapa kanisani, kuna the way we dress. Hiyo si mchezo, tuna dress hivyo. Kwa sababu hiyo nguo tunafaa si kama hii suti nimefaa. Hiyo nguo tumefaa inaturuhusu to make orders in people's lives. Mtu anakuja akiwa na program fulani, unaipangua, unamweka program mpya kwa sababu you are officially dressed. Polisi akiwa na uniform, kuna mambo anafanya kwa barabara ambayo plain clothes hawezi kufanya. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukisimamisha gari ukiwa na plain clothes, labda uwe na bunduki hawatasimama. Lakini ukiwa na uniform hata bila bunduki, ufanye hivi tu, mwambie wewe simama. Unaona hata gari na likubwa imesimamishwa kwa kuheshimu uniform. Kwa hivyo sio nguo zote ati unaweza kutisha Shetani nazo. Mnaonaje sasa na vile kuna joto ningekuja na short sleeves? Na kinyasa, unajua na trouser inasubua watu kwa hii weather. Na kanyasa. Kwani sio mimi? Si ni mimi tu? What is the difference? Authority. Ningekuwa sina mamlaka yale natakiwa niwe naye. Na niliona mdada mwingine amekuja ameniambia ameanguka interview zote. Akaniambia hata saa hii nimetoka kwa interview, nimeanguka. Akaniambia pastor, I'm frustrated. Ninaona kama nilisoma bure, degree zangu ni za bure. Nikamuomba Mungu, nikamuuliza Mungu, mapenzi yako ni gani? Huyu hautaki apate kazi. Bwana akaniambia angalia vile amefaa. Mimi nilimwambia amka kwa desk, simama pale nikukague vile umefaa. Amefaa katrusa ambaye hata mimi siwezi kumwajiri kazi. Kama si kake.
ni undersize, si oversize, undersize. Alafu hii nguo ya juu amefaa ni kama mtu ambaye anataka kutoa, ako nusu kutoa, ako nusu kufaa. Nikamwambia, wewe una interview gapi umebakisha? Akaniambia ni ya mwisho ya kesho. Nikamwambia uende utafute skirt suit. Alipanua mdomo, ate skirt suit. Nikamwambia shauri yako kama hutavaa skirt suit. Sijui aliomba mtu, maana yeye ako na tuturuza kama hiyo. Katuruza ambaye unavuta chini kanakuja peke yake kama spring, pole pole. Kanarudi juu. Nikamwambia vae skirt suit. Alienda akafaa. Na yeye anaitiwa interview kubwa, maana kisomo yake iko juu. Anaitiwa Ministry of Foreign Affairs, anaitiwa kwa ambassador, anaitiwa wapi. Lakini akifika hata askari mwenyewe wanamwambia ni nini unataka? Kwa sababu vile amefaa ni kama amekuja kusire. Si kweli? Sasa aliweka skirt suit. Akavaa nguo nzuri. Alikuja akaniambia amepita interview. Hata wakati kuingia tu ameambiwa you are the right person for this work. Nikamwambia umeona ni nguo imekuingiza ununue nguo kama hizi ndio udumu. Lakini ukivaa hizo baada ya kuingizwa ati unatokea na t-shirt wewe. Kwa sababu kuna joto, t-shirt imekatiwa hapa kwa mabega. Halafu hapa imeandikwa ya kwamba hot. Halafu unaenda kutafuta interview. Hata ya mwisho nilimuuliza ni mwanamke alikufanya interview ama. Akaniambia unajua sasa director ni Mrs. wa huyo boss. Nikamwambia na t-shirt ya hot. Director akuajiri kasi na hapa umeandika hot. Hata mimi siwezi. Wewe no andikire muthuri, mundu muhio githuri. Unaweza kuajiria mzee mwanamke ambaye kifua ni moto? Kwani akiajiriwa ni nani atachoma wa kwanza? Na mzee. Kwanza aliambia wewe enda. Nani amekwambia uingie? Go. No, don't argument. Go. Kaniambia nimefukuzwa kama ubwa. Na hata mimi nilipoona vile amekaa. Hiyo jina hot haijaandikwa na jia mzuri. Imeandikwa hivi. Hot. Kwanza angalia jirani vile amefaa umwambie hii video una fail ina live. Angalia vile umefaa. Ni kama unataka kutoa nguo na hautaki kutoa. Sasa nani atakupatia biashara? Wewe ndugu ni mzuri. Shida yako haulali, macho yako ni nyekundu. Nani atakuamini na shilingi 1,100? Mtu anakuangalia hivi anajua huyu ni mtu wa banki. Na ni wewe unakataa kulala. Una shida ukiangalia sinema the whole night. Wacha tuachane na hiyo mambo ya life, lakini mapenzi ya Bwana tukikosa kuyajua we will suffer. Maana Yesu anasema I can of myself do nothing, as I hear I judge. Na mkumbuke Bwana Yesu hakuvaa suti kama hii nimevaa. Biblia inasema alivaa nguo imeshonwa na kina mama kutoka juu mpaka chini kwa miguu. Hiyo ndio nguo Yesu alivaa every day. Na akatumiwa nguo nyingine ambayo mnajua hata askari wa jela wale walikuwa hapo waligawana kwa sababu zilikuwa nguo za zamani. Na Yesu hakuvaa hizi nguo za kawaida, hakuvaa casual. Hata Yesu akatokea na t-shirt. Akasema ufalme wa Bwana unafanana, nani angesikia? Kuna nguo ambaye kulingana na ile kasi Mungu unafanyia watu ama Mungu. Kuna nguo bye kabisa for life. Amen. Sasa msichana akikuja hapa niambie Mungu anamuita, anasikia anamuita sana pande ya prophetic ministry. Alafu amevaa miniskirt. Ni vizuri nimkaribisha hapa kukaa na hao wahubiri. Kwa sababu ya gift. Hata kama uko na gift tunaangalia imekaa kwa mfuko ya aina gani. Ndio uko na gift, uko na nguo. Amen. Hata kuna mtu aliniletea pesa kwa kanisa, tujenge kanisa. Lakini alibeba na bagi baya, kwa hivyo watu walimkataza. Anasema anaenda pale anaambiwa mfuko hiyo uache hapa. Naye anasema siwachi. Kimfuko cheusi. Kiko na matatizo. Lakini ndani kilikuwa na 1,000,000. Tukachukua 1,000,000 tukamrudishia mfuko.
Hata wewe unaweza kuwa nabii, mtu mzuri, uko na kipawa, lakini hii mfuko, hii mwili yako vile unaiweka, hakuna mtu angependa mfuko kama huo. Sasa watu wanakureject because of your physical appearance. Kwa hivyo Yesu alisema, I can do nothing, even dressing I can't dress without consulting him. Bwana Yesu asifiwe. So Biblia inasema, as I hear I judge, ndio tumesoma. Wale wamekuja saa hii tunasoma John 5, Yohana 5 mstari wa 30. As I hear I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father which sent me. Na sasa ndio topic ya leo ni seeking God's will. So let's think about what we have read here. Ya kwamba Kristo alipoanza kufanya kazi ya Mungu na akaanza kukaa hapa duniani, kitu ya kwanza alideal naye ni his own will. Anasema, I don't seek my own will, but the will of the Father. Na hapa sasa tunapata kujiuliza, ndio tufanye mapenzi ya Bwana, ni mapenzi gapi zinashindana na mapenzi ya Mungu? Mapenzi ya kwanza inaitwa your own will. If you don't differentiate between your own will and God's will, you will have punishment on the planet Earth. Lazima ujue mapenzi ya Bwana ni different kabisa na mapenzi yako. Mapenzi ni nini? Mapenzi kulingana na mimi vile nimeangalia, it is your likes, your dislikes, your wants, your needs, your desires, is your will. Amen. Kuna siku niliamka asubuhi nikaombea mkate. Nilikuwa nimenunua mkate mzima. Na tukiwa kwa secondary, mimi sikuwa na pesa. My dad hakunipatia pocket money. Na kwa hivyo sikuweza kununua mkate, vijana wakinunua mikate. So walikuwa wananikatia hii ya mwisho. Hii inakuanga gumu. Na katiwa na kanakatwa kama lesa bread. Naambiwa kula hiyo sasa na hauna pesa. Lakini ukikatiwa ya mikate 2-3, at least unasikia umekula mkate. Na mimi nikaapa, nikimaliza shule, nikipata kazi, hiyo mkate wananinyima, nitakuwa nakula mmoja peke yangu. Na neno likatimia. Nilipopata kazi, hiyo ndio ilikuwa desturi yangu. Kila asubuhi nilikuwa natandika mbofu mzima bila majadiliano. Wadada ndio wanaweza kuona kama ni funny, lakini wanaume wale walio hapa ndio unaona wako serious, wanajua hiyo ni normal. Mkate wao mwaneke yao, hiyo mkate ni nini mmoja. Hata wengine hapa mkate hawakatakati, ni kufinya pande hii na pande hii, inakuja katikati. Kweli longo wadugu? Ya, unafinya, unaishika hivi. Unasikia inataka kurudi kama spring, lakini unaifinya. Watu wajue ni mzima. Tulikuwa tunafanya hivi hata kwa shule. Hata wengine nilikuwa naona wanaiweka vizuri, wanaikalia, inashikana, wanaipiga kama toast. Sasa nimeiweka kwa meza, nimeiweka bluebird vizuri, nimeweka kahawa hapa. Nikaanza sasa kuiombea. Nikasema, Baba, ninaomba mapenzi yako sasa, naenda kukunywa na kukula. Bwana aliongea kwa sauti. Akasema, enda kwa mtungi wa maji, weka maji baridi ukunywe na uashane na hii. Nilimwambia kama mtu, paka neiba akasema, neke. Unajua nilisikia kama nimeongea kutoka kwa jirani. Kwa hivyo niliule, unajua kuambiwa, unajua ukiona mkate na uko na addiction, kuiona tu kwa meza, unasikia mdomo yote imejitayarisha. Kwanza saa hii napeana hiyo ka example. Kila mtu wako na addiction ya mkate, unasikia mdomo yako iko ready sasa. Inafikiria ati kuna mikate napeana. Mimi sina mikate hapa. Ni addiction iko naye. So nikaambiwa na Bwana nisikule mkate. Nilikunywa maji hiyo, isipokuwa ni Mungu alisema, mimi singekunywa maji. Nilikunywa ni baya, haina taste, halafu unasikia kama iko bitter. Nikamaliza. Nilipokuwa ninatembea town, nilienda miguu, kufika katikati ya safari kilomita 2, kitu kikaniambia, sio Mungu alikuambia usikule, Mungu anatakanga watu wake wakule. Na kweli nikaona, na kweli si Mungu. Gai anaweza kunizuia kule mkate. Unajua nilikuwa nasikia tumbo inasubua kwa sababu ya maji.
Nikapinduka. Mtu alikuwa nyuma yangu akaniambia, "He, asubuhi mtu harudingi nyuma, enda kule ulikuwa unaenda." Huyo ndiye aliniokoa. Mimi nilikuwa narudi nikakule. Ni ucio ajili kile kama undacoka na musi. Sijui na imani yake ilikuwa gani, lakini kanistua na nikasema na kweli hawezi kurudia kwa njia, kurudi nyumbani. Na jioni wakati nilikuja, sikuwa nimekula kitu, nimekunywa kitu, mkate sikukula. And from that day, I have never eaten a whole bread up to now. It is about 30 years ago. I never did it again. Ndio nilikuja kugundua. Kwa Biblia Mungu hapendagi watu wanakula sana. Na imeandikwa ya kwamba mtu yoyote ambaye anakula sana ndiye alikuwa wa kwanza Mungu kumuua. Maana walikuwa nyama wameshika na mkono, ingine wanatafuna na ingine wanameza. Akawashika, akawaua wote. Kwa hivyo hata style yako ya kukula, ukumbuke kuna Mungu mbinguni. Ukule pole pole. Sio mmoja unameza na unachukua ingine na ingine unatafuta na halafu Mungu anamalizana na wewe. Mimi nilikuja kujua Mungu ni interested na kile tunakula. Unajua kuna chakula unaweza kukula utusubue hapa sana kwa kanisa. Kwa sababu ya diet ile ulikula. Bwana asifiwe. Unajua kuna vitu unaweza kukula zifanye ukasirike sana na usubue watu wengi. Na ndio unaona Elijah mtumishi wa Mungu akiletewa mkate na nyama. Wewe unaweza kujua kwamba ni protein na nini? Na starch. Starch iko na glucose kwa sababu ya kishwa. Protein nayo inaenda kwa mwili kwa sababu ya ujenzi wa nyama. Akaambiwa sasa aenda 40 day fast. Alikuwa ametayarishwa vizuri. So it is God's will for you to drink, eat or not. Lakini sasa watu hawajali hivyo. Kwa hivyo ningependa niseme hapa ya kwamba Yesu aliposema ya kwamba mimi siwezi kufanya jambo lolote isipokuwa kujua mapenzi ya Bwana, alikuwa anataka kumaanisha hivi kwa Kiingereza: when I have my viewpoint as Jesus in any matter, I seek whether my Father has the same viewpoint as me. If he has a different viewpoint, I leave mine and I do his. That's the will of God. Can I nitafsiri kwa Kiswahili? Inasema hivi ya kwamba wakati ninaona mambo kwa njia fulani ambayo ninataka kufanya kwa maisha yangu, alafu ninauliza Mungu, naye anaona tofauti na mimi, nitawasha yangu nifuate yake. Na hiyo ndio sheria ya ndoa. Wadada, hiyo ndio sheria ya ndoa. Unaona muhame kwa nyumba, na unaona kabisa sasa muhame, na unaona kabisa muhame. Mosea anakuja jioni, unamwambia mimi nimeona tuhame hii nyumba tunakaa. Unamuonyesha disadvantage zote. Ukifikiria umemuwin, anakuambia mimi siwezi kuhama hapa. Wadada, vizuri ni kufanya nini? Wadada, Bwana asifiwe. Wewe uko na reason kama 5 za kuhama. Number 1, kunanuka vibaya nje. Number 2, nyumba hii haina maji. Number 3, nyumba hii ni kama inaanguka. Number 4, ni kama nyumba hii haina security. Number 5, landlord ni kama wazimu. Si unaona hizo vitu ni reasons enough. Msee unamwambia ako na reason moja na anakwama hapo. Lakini hatuitishagi pesa mapema kwa mwezi kama sasa anatuitisha tarehe 10. Kulingana na ndoa mzuri, mama unatakana ufanye nini? Uhame umwachie kitanda. Yeye akae na huyo landlord wa kulipwa tarehe. Unaona mnajifanya ati haikwendagi hivyo. Wadada wanawachianga mtu kitanda. Waikaraga kuue, gathafuria neka uwe, tumekuachia gasafuria, tumeenda. For good family. Unatakana ujue my husband ako na will, anataka hii, mimi nataka hii. Ili nyumba yangu isimame, nitajifanya sitaki kitu, ninataka yake. Na hiyo sasa utakuwa na nyumba mzuri. Lakini will zikiwa mbili kwa nyumba, mama ako na will yake, Mose ako na will yake, lazima watu wangoane meno. Lazima watu wafanye divorce. Na ndio vile unakaa sana bila kuolewa. Unafika miaka 30, 35, 40, 45, hata 50. Kulingana na Bible,
mwanamke anatakikana aolewe maximum ya miaka mingapi? 60. Biblia inasema woman akiwa na 60 afanyiwe harusi kwa kanisani, anaweza kuolewa. Kwa hivyo sasa mwanamke wote amefika 30 years kuendelea mbele, ako na very strong will. Kwa hivyo mkiingia kwa nyumba, you might argue with your husband. Why? Because you have learned to follow your will, and the marriage is to follow the will of somebody else. Sasa hapo ndio mtaletana juu, na unamwambia mimi ulinikuta nikiwa mzima, na kuolewa ni kusubmit. Submission ni kufanya nini? Ni kusema, unaambia mzee mimi napendanga sana chai asubuhi, chai nyembamba tu na katosti. Mzee anakuambia asubuhi napendanga kukula ugali ya jana na uji, ile inaitangwa kifuku. Mnajua kifuku? Sasa dada yangu, ndio nyumba isiwe na shida, jifundishe kifuku na ugali ya jana, utakuwa na ndoa mzuri. Lakini sasa ukianza kusema okay, wewe kula zako na mimi zangu, umeanza division. Na ndio unaona ya kwamba marriage inataka watu waoane mapema, kwa sababu ukiwa mdogo will yako si strong, unafuata mwenzako easily. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mdada aliolewa kwa kanisa letu. Amefika nyumbani na bwana yake amemwambia, sasa wewe ni married woman, wewe si msichana. Akasema ndivyo, nashukuru Mungu. Sasa hakuna kuvaa nguo fupi, nguo ni maxi. Naye dada alikuwa amenunua hii tutrusa ya ilikuwa inaitwa hipster, kwa sababu sasa ni married woman. Nani anamuuliza anafuata? Akamwambia na hizi zote nipeleke wapi, na vile zimeuzwa pesa nyingi, kama hii moja ni 3,000 nyingine, sasa unataka nipeleke wapi? Mzee akamwambia honestly, tutakisha moto pale nje, tushome ununue nguo. Unajua kuna wanaume ambao wanapenda hizi nguo mrefu. Kwanza wakiona mwanamke hapa na nguo mrefu, unaona wanamfuata kumfuata, wakiadmire. I wish my wife angevaa hiyo nguo. Sasa ameoa, si anaifanya practical. Sasa dada alikuja kaniambia leo ule ni kama tutawashana, hatujaongeleshana for 1 week. Na mlioana last month, mlianzana nini? Ninaona hatuelewani. Sasa ndio nilikuta niliambia mama, kwa sababu umeshaolewa, umeshakuwa Mrs. wewe fa maxi, tutaongea na mzee ukiwa naye tumubadilisha. Mama akasema tu lile jambo, hizi trouser zangu nilinunua pesa nyingi. Nikamwambia sasa kushaolewa uiru ya mzee ufuate, utakuwa ni kama punishment, unaumizwa. Lakini marriage is better than your clothes. Sasa miaka nyingi baadaye she wears whatever she wears, lakini that was the weak point of that marriage. Buze baadaye alisema nilikuwa nataka ni test mke wangu kama ataniombe, nikaona amekataa, nikajua hii afadhali nimuache mapema kuliko tusumbuane. So na wewe sasa kufuata wiru ya Mungu. Kufuata wiru ya Mungu ni unataka hii bahasha, Mungu anasema na unaona kabisa ni kama inakuita, lakini Mungu anasema no. So kukubaliana na Mungu na unasikia mwili yote inasema chukua, lakini Mungu anakuambia usichukue, hiyo sasa ndio kufanya mapenzi ya Bwana. Na ukifanya mapenzi ya Bwana, Biblia inasema ya kwamba God will be with you. Ukiona mhubiri ako na Mungu, amesubmit kiasi kikubwa sana ya wiru yake kwa Mungu, na mhubiri akipeana wiru 50% only, tunamuita mhubiri iko na nguvu, na hajapeana 100%, amepeana 50 only. Nyinyi wa Kristo wa kawaida mkipeana wiru kwa Mungu kama 40%, wa Kristo wengi watakuwa nakutafuta wewe uwasaidie, kwa sababu wiru ya Mungu kuifanya ndio inafanya Mungu awe na watu. Mungu akiona wiru yake haufuati, anawachana na wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Sasa tuseme kwa mfano, niseme viewpoint yako ni kwamba uolewe na mzungu, alafu uombe Mungu akuonyeshe African man. Ni vizuri kufanya nini? Hata kama mzungu anakuambia I am ready, alafu anakupostia kapisha ya nyumba yake ya ngorofa iko Nyali, Mombasa, alafu anakupostia na kuambia sasa, mimi nilipokuona nilijua I have found the one I have been looking for. Alafu umeomba Mungu, umemwambia Mungu na kushukuru, asante, msugu ametokea. Nani mtu Mkristo? Bwana akwambia hapana. Hii kijana anakuanga kwa kanisa ambaye hata socks anafaa mix and match. Socks ya blue pad hii na pad hii ya green. Na ukimuuliza nakwambia haya, ngoje kirete. Ate huyo ndiye mzee wako. Sasa unafanya namna gani? Unawasha hiyo asali, unafuata hii jamaa. That's God's will. Bwana asifiwe. Nilikuwa nahurumia mke wangu sana, maana siku zile tulikuwa tunapanga harusi na huyu. Nilikuwa nimemuuliza, nilikuja kugundua ya kwamba kuna jamaa mwingine tajiri alikuwa tayari ameanza kufriend familia yake na watu marafiki, ati ni yeye anataka kuoa. Jamaa akaniita, akaniambia korahiki ya muhiki yule ndirahikia. Yani nilifikiria ni mchezo, unajua alikuwa anacheka sana. Na wewe unaoa ile muhiki nilikuwa nakia. Nikafikiria ni mchezo. Baadaye niligundua it was serious. Na jamaa alikuwa na magari ya kubeba abiria 50. Nyumba ile nilikuwa tunasomea ibada na yake kama hii. In fact hata pesa ni yeye nilikuwa nalipa rent. Alafu tumeanguka hapa. Sasa ilibidi huyu atuamulishe. Tayari alikuwa amenunuliwa tu vitu ya kuweka kwa nywele. Tu seti sijui gapi. Vitu ya kumwambia kwamba ni hapo. Na mimi kijana Harrison niko na fulana moja ya green ambaye nilikuwa stoi. Paka mtu mmoja aliniita akaniambia kuja hapa Harrison. We huna hizi. Kaniambia sasa tafuta mtu anakaa kama wewe. Akanionyesha kama msichana kashokora kalikuwa kanapita. Kaniambia type yako ni ile. Huyo mzee sikumwambia kitu, nilinyamaza tu kwa sababu niliona nisijibisane naye. Nikaenda kwa pastor haraka. Kamwambia mchungaji vile nimeona. Mchungaji aliniambia, "Mundu ukote eroraga. Kwani haujiangaliangi?" Na kweli nikajiangalia, fulana yangu ilikuwa na shimo hapa. Pande hii ilikuwa na shimo. Viatu yangu ilikuwa na makaton. Nikiona maji na hepa sana. Maana nikikanyanga maji nitawasha sehemu ya kiatu kwa barabara. Pastor aliniangalia hivi akaniambia, "Oi nakuhurumia. Hata pesa ya mahali unaweza kupata wewe." Na akaniuliza, "Okay," akaniambia, "Okay, tuseme umeoa Lucy. Utampeleka wapi?" Na kweli nikachidwa. Tutampeleka wapi? Okay, tumeoana, tutaenda wapi? Na mimi kwetu kijiji, nyumba yangu ilikuwa ya nyasi na matope. Hiyo ndio ilikuwa cube yangu ambaye nilikuwa nimetengeneza in case ya marriage. Kwa sababu wasichana wa kijiji hawana problem. Akiona kwanza uko na hiyo ya nyasi juu na matope kando, wewe ni wake. Lakini huyu hajalala nyumba kama hiyo. Hata siku ile tulifanya harusi, honeymoon yetu ilikuwa huku. Ilibidi nimconvince sana. Ninaona vile anaangalia hivi akiwa anaogopa. Unajua nilikuwa nimepatia wanawake wa kwetu kijiji walikuwa wananipenda sana. Nikamwambia kujeni munitengenezee nyumba, ninaoa na sina kwa kuweka muhiki. Sasa walikuja wanawake wengine wakapanda juu, wakaweka nyasi, wakapanga ndio isinyeshe ndani. Wale wengine nao wakakanyanga matope, wakamixi na mafi ya ng'ombe, wakaweka ukuta. Wale wengine nao wakaingia ndani, wakamixi mafi ya ng'ombe na jifu, wakaweka simiti. Kiingia kwa nyumba unaona ni simiti.
Lakini huyo alipoingia nikaona ameogopa sana. Ndio nilimwambia kwamba advantage moja ya nyumba kama hii, kukinyesha hausikiangi. Unajua lazima ujitetee. Tena kijana yetu mnaonanga hapa anaitwa Isaac, walikuwa wamespend time kuniwekea hii vitabu ya shule hii ya primary school. Walitengeneza maua. Mnajua ile maua ilikuwa inatengenezwa hivi. Wameweka maua juu, wameweka uko kwa upande, wameweka magazeti. Sasa huyu naye unaona anaangalia hivi. Nilimconvince mpaka usiku nilikuwa ninaona hata lala. Halafu nilikuwa ninaomba Mungu, maana kuna wadudu wengine wanakaanga huko juu kwa nyumba za. Mnawajua hawa wadudu? Unaweza kuwa umekaa hivi kinaanguka za hizi pao. Niliziombea nikaziambia behave. Hapa kuna muhiki. Behave. Sija mkaanguka hapa halafu akatoroka nje usiku. Sasa Bwana asifiwe. So wakati nilijiangalia vile nimekaa, hii kiatu yangu hata vidole inaonekana. Nyumbani kwetu ni nyumba ya nyasi. Na kweli hata sina chochote, mpaka pastor akaniambia, sasa wewe ni kutafuta suti na nguo ama ni kutafuta mke? Nikamwambia ni Bwana ameniambia, mke wangu amenipa na niruhusi. Sasa tunashindana na mtu yuko na gari gapi? Na hata rent ya nyumba sijalipa ya kanisa. Niliitisha watu sadi na hawakufikisha. Mzee akasema niitwe kwake. Tukaenda nikapelekwa kwake. Alikuwa ananiambia, ulidanganya huyo msichana namna gani? Na kweli ukiniangalia, hii ni kudanganya, nilidanganya. Lakini kwa Mungu, ni Mungu alimwambia. So mimi nilienda kwake nikamwambia vile itakuwa. Yeye aliniangalia hivi. Hakunijibu kitu. Na nikajiangalia nikajua kweli hata sifai kujibiwa kitu. Sisi vijana wa zamani tulikuwa tunauliza msichana vizuri, kama sio kama leo. Ati Bwana amesema nikuoe. Hakuna kuuliza kama hiyo. Amesema akiwa wapi? Unaambia msichana vizuri, nimekuangalia. Nikaona. Nikafikiria. Na nikaona. Tunaweza kuoana, ninaweza kukuoa. So alienda. Alikuja baada ya wiki moja akaniambia anataka kuniona. Nikasikia jasho imetoka kwa kichwa, imepitia pande ya nyuma baada ya mbele. Nikaisikia ndio hiyo. Hata ibada ikaharibika. Unajua ni mimi nilikuwa hapo naongoza ibada na tunafanya kazi. Sasa ninajaribu kuongoza ibada, ninajaribu kumsoma. Atasema ndio ama atanikemea. Naye huyu hasomeki uso. Hata leo hawezi kusoma uso ya mama vizuri. So wakati aliniambia ati ni Mungu amenitokea akanionyesha ni wewe, mimi nilijua ni Mungu. Na kweli ile shida ya pastor ikakuja, lakini hiyo hata wewe umeona mpaka leo si ni mapenzi ya Mungu ilikuwa. Yule mzee naye alikuwa hapo, nikaenda kwake, ananiuliza maswali. Alafu mzee mmoja akaniambia, ng'ombe iria iraheana kwa harusi wewe ni ukuheana? Na kuna ng'ombe ilikuwa inapeana kwao na yeye. Kaniuliza kama nitapeana ng'ombe. Na mimi nikamuuliza, nikipata ng'ombe nikushija tutachija kwa harusi ama nikupeana? Si reasonable nikuchija watu wakule. Akaniambia sasa, tutafute mtu ya rika yako hata upewe free. Hiyo tusichana tunalandaranda hapo, unajua ukikapenda unapewa free. Then bye bye. Mtarudi mkisafanikiwa. So sasa nilipojua ni mapenzi ya Bwana, niliweka gear forward. Nikaenda nyumbani, nikaambia nimepata bibi harusi, mimi nitaoa. Nikaenda kwa watu wote na wote walikuwa wananiuliza swali moja, Gai, tutatoa pesa wapi? Hata baba yangu aliniambia, woi modo, tukuruta pesa ku. Paka kwa kanisa nikaulizwa pesa itatoka wapi, na sisi kanisa hatuna. So kama kitu ni mapenzi ya Bwana, don't worry the negatives and whatever. It will succeed. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi leo vile nilivyo, siku hizo ungeniona haungekubali niko hivi. Hata hakuna kijana hapa ako kama mimi. I was very bad the way I was physically. Na tena nywele kwa sababu ya kukosa pesa ya kunyoa,
Nilikuwa sijanyoa nywele miaka 13. Inakaa red huko juu. Hata nilikuwa naweka kikombe ya 15 kwa nywele maji na haiwezi kutoka, ninatembea naye kama forest. That's how I was. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa wale vijana ukiuliza msichana umuoe, anakuripoti kwa pastor. Anasema straight, kani yoyo na ni direct, kanya huyu. Mwambie wachana mimi. Sababu mtu anakuangalia na chidoa. Wewe unataka husband, kuwa husband ama unataka kuwa kutafuta kazi. So ningependa kuambia wadugu na wadada, Bwana asifiwe. Usitafute mapenzi yako. Maana kuna watu walitafuta mapenzi yao, today they cry. Umewahi kuona mtu ameoa na amefanya harusi ya kata na shoka mpaka amebebwa na ile gari mrefu inaitwaje? Limo. Alafu baada ya miezi miwili unaona mdada hapa anakuambia tumewachana. What is wrong? It was not God's will. Hapa kuna watu mlisoma university hii ya Nairobi. Na ukapata mpaka degree ile ulimepata. Na kutoka siku ile ulifanya degree hiyo haujafanyia kazi, unafanya kazi nyingine hapa ya kuuza vitabu. Ulienda university kusomea kuuza vitabu. So it was not the will of God. Hiyo ilikuwa waste of money. Fadhali ungefika form 4. Maana ile kazi unafanya hata inataka standard 8. Kuna mtu aliniambia ya kwamba yeye ni doctor. Ameenda mpaka ng'ambo, amesomea 7 years. Amerudi hapa akiwa full doctor. Hakuna kitu ajui. Bwana akamwambia aende kwa kanisa uhubiri. Nikamkuta ako na washirika 10 akiwaibisha kwaya. Na iwe shangwe. Nikamwambia unafanyanga kazi wapi? Akaniambia pastor, I am a full doctor. Nimesoma 7 years. Nimepewa kila kitu. I am a full doctor, but the Lord told me to begin a church here. Ndio ninaibisha hii watu. Na iwe shangwe. Paka nikamhurumia, nikaona afadhali akimalizia mahali nilimalizia. At least unajua mtu akisoma sana akiibisha chorus anaaibika kidogo. Unaona anaaibika kidogo kwa sababu ya kusoma sana. Iwe shangwe. Unajua watu wale hawajasoma wanaiba wakiwa meno yote iko nje na hawana problem. Kisomo na inaleta haya nyingi, aibu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. So kama unajua problem ile tuko nayo kubwa. Tangu wakati ulizaliwa, mama yako hakukufundisha kutafuta mapenzi ya Bwana. Alikufundisha mapenzi yake, mapenzi ya baba na mapenzi ya maneiba. Alafu ukaenda nursery ukafundishwa mapenzi ya mwalimu, mapenzi ya timetable. Ati ukitaka kwenda nje unaambiwa break time ndio utaenda nje, unafundishwa mapenzi ya timetable. Unasifiwe. Ukaenda secondary ukafundishwa mapenzi ya headmaster, head boy, head girl, mapenzi ya prefect. Sasa umekuja juzi hapa. Ninakwambia kuna mapenzi mengine na kuanga ya kule. Si unaona kushika ni ngumu? Kwa hivyo nikiwaambia mapenzi yangu hapa kama pastor, mimi ni pastor wa hii kanisa, nataka mfanye hivi na hivi, mtaifanya rahisi kuliko nikiwaambia Bwana anasema mfanye. Kwa sababu hiyo ni familia, hamuijui. Mmefundishwa kufuata mapenzi. Hata kuna watu kwa kanisa wananionanga mimi ni headmaster. So wakiambiwa na mtu mwingine kitu hawawezi kufanya, mpaka mimi ni wako na headmaster mentality. Wacha tuangalia ni will gapi ziko hapa duniani zinatusubua. Number 1, your own will. Number 2, the will of the people. Na hiyo nimewaeleza kutoka baba na mama kwenda hivyo. Number 3, will ile inakusubua ni the devil's will. Mapenzi ya shetani. Imeandikwa kwenye 2 Timothy chapter 2 verse 26. Ya kwamba shetani anakuanga na mapenzi yake. Na watu wale wanafanya mapenzi ya shetani wanakuanga wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wanakuanga wapi? Kanisani. Soma hiyo 2 Timothy chapter 2 verse 26. Inasema church members, some of the church members do the will of Satan. The will of Satan.
Na kwa hivyo ni vizuri wakati unasikia unataka kufanya kitu, ni vizuri kujiuliza, na hii jambo ninataka kufanya, what is the will of God in this? Wacha nimwambie wandugu na wadada, kwa sababu ninaenda kumalizia. Sisi vile tumetengenezwa na Mungu, tunaweza kupendana na mtu yoyote. Lakini kama wewe ni single, upendane na mtu, alafu ukute ako na mke, hata kama anakwambia ati alitoroka. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi ya Mungu ni nini hiyo? Hata kama unamuona hivi unasikia tu hua, hiyo inaitwa mapenzi ya jeli. Ni jeli uraigwa huada. Na kama wewe ni mwanaume kama mimi na uko na mke na umeona mwanamke mwingine, umekuwa attracted, hiyo ni mapenzi yako. Washa kuingiza Mungu hapo na wewe. Hata kama ukiona huyo mwanamke unasikia kabisa ni kama mlitengenezewa muoane, na wewe ni mapenzi yako. Ile kitu unatakana ufanye ni tafuta mapenzi ya Mungu. Mungu anasemaje juu ya mambo kama hayo? Usioe mwanamke wa mtu mwingine. Lakini sasa kwa sababu ya vile watu wanataka kufanya mapenzi ya shaitani, unaona kabisa mwanamke mpaka ile pete ametoa imejiandika hapo. Unaona kama yangu sasa ni kama iko na hakuna, nimeishika hivi na ni iko. Unaona mwanamke imejishora, lakini anakuambia huyo mwanaume wangu hata hanikubuki, hata alienda Mombasa, hata nasikianga ako na watoto 5. Kwa sababu mzee amezaa watoto 5, hii mwanamke si wake, ni wake. Mpaka mmoja akufe, either afe ama huyo afe. Lakini kwa sababu unataka kufanya mapenzi ya devil, unamwambia kwa hivyo ako Mombasa, hata hawezi kurudi. Huyo hawezi kurudi, hata hanikubukangi. Unachukua mke wa mtu unaleta kwako. Shaitani zinakupigia zote makofi. Karibu. Kuanzia hapa unaanza kusema sasa mimi sijui nene, sijui naendelea nini, hatimaye unakufa katika hiyo dhambi. Then we have lost you forever. It is called devil's will. Haya, niwaulize hivi, kwa sababu nimesema number 1 the own will, number 2 people's will. Hiyo ni kusema watu kama relatives, family, friends, community will. Number 3 devil's will. Number 4 the will of the world. Hiyo imeandikwa 1 John chapter 2 verse 17. Na hapa hakuna mtu anaweza kusema hajawahi kuconfuse akafanya devil's will akifikiria ni God's will, na ingine tukafanya our own will thinking it was God's will. Ndio leo nimesema niwafundishe hii strong topic, niwaambie let us be careful. Mumeangalia 2 Timothy chapter 2 verse 26, wacha niwasomee haraka. From verse 24, the servant of the Lord must not strive, but be gentle to all men, apt to teach and patient, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Verse 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who has taken them captive at his will. Kwa hivyo devil anakuanga na will, na anaweza kushika Mkristo na ishike. Wakristo wachani waambie, kama umefika wakati wa kuoa, mtu haoangi mke wa mtu mwingine, anaoanga msichana hajawahi kuolewa. Na kama utaoa mke wa mtu mwingine, awe amezi na umeona picha za mazishi. Kwa hivyo kama wewe ni madam uko hapa, usione kama nakufinyiria. Kama ulikuwa na husband na uko na evidence alikuwa husband, maana kuna babies zinafanana na yeye, hauwezi tena uchukue mwanaume hapa kwa kanisa mkaoana. Nyote mtaenda devil, kwa sababu it is devil's will. Kwa sababu mwanamke mkisha kaa naye na kufanya mapenzi naye, kisha na wewe ukuje ufanya mapenzi naye, mnachanganya watu watatu ndani ya mtu mmoja. Ile watoto mtazaa watafanya mapenzi ya Mungu ni watoto wako na mchanganyiko ya wanaume wawili na mwanamke mmoja.
Sasa mwelewe mambo ya DNA. Walisema hivi ya kwamba mwanamke akifanya dhambi na wanaume wengi, kisha azae mtoto na mwanaume mmoja, mtoto huyo anapatikananga ndani yake na DNA za watu hao wote. So mambo iko hivyo. So wale mlifanya mapenzi ya defo, ninaomba tu utulize moyo wako. Ukisikia inakwambia olewa, unamiambia hold on your horses. Loko hikio. Na ninaona kuna watu wengine wananiangalia hapa na huruma sana. Mimi siwezi kukuhurumia. Yesu alisema mimi sitafanya. Yesu si angeoa. Si hata watu walikuwa wanasema Yesu ati alikuwa anaonekana ataoa Mary Magdalene. Kwa sababu Mary aliuza nyumba asupport Yesu. Na Mary alikuwa single na Yesu alikuwa single. Lakini mapenzi ya Mungu ilikataza Yesu aoe. Lakini kama si Mungu, Yesu angekuwa na wife. Lakini Mungu mapenzi yake ilikuwa wewe hukuenda huko kuoa, ulienda huko kukufa. Na ndiye alisema mapenzi ya Baba nitafanya, nitakufa. That was the will of God. So kuna watu hapa hamuna mapenzi ya kuoa, kaeni hivyo. One. Wacha niwaambie hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alisema ya kwamba si kukuja hapa kufanya mapenzi yangu lakini mapenzi ya Bwana. So you must come to a very strong realization that God's will is more important than your own personal will. Amen. Kuna mtu alikuja hapa akaniambia, na sometimes watu wanatushukia kwa sababu ya kufanya mapenzi ya Bwana. Mtu akakuja akaniambia, mimi pastor, nilikuwa na mke wangu. Tulikaa naye miaka 3. Tulifanya harusi. Lakini tukaona hatusikizani, tukawachana. Akaenda Malindi. Akaolewa na mtu wa Coast. Na wakazaa watoto 2. Na mimi tulikuwa tumezaa 2. Ako na wangapi? 4. Na nilimwachia watoto. Unakaa nao. Sasa pastor, hii mwanamke anatuongozanga ibada hapa kwa kanisa. Nikikaa pale nikimwangalia, nasikia Bwana akiniambia ni yule mke wako. Ndio niligundua watu wengine wakikuja kwa kanisa wanaangalia watu wale wanasimama hapa. Nilikuwa nafikiria wanakuja kuabudu. Kumbe wanakuja kuida. Kwanza uliza ndugu aliye karibu naye, ukite kukuhoya kana kweta. Umekuja hapa kuabudu ama kuida? Sasa nikamwambia huyo mwanamke tunamjua, alikuwa na yeye na husband, akamwacha, akaenda akaoa, akakaa kwake, akaniambia ndio pastor, sasa nimeshamuuliza na ninajua ni hivyo. Na sasa tunakuja kwako kama bishop wetu, utushikanishe. Hiyo inakuanga the hardest time of my life, maana sitawashikanisha hata nikipelekwa wapi. Kwa sababu siwezi kufungua mlango wa kudisobey God in marriage, maana nitamudisobey even in other matters. I don't disobey. Ukidisobey Mungu sehemu moja, you'll disobey him. Sasa unaambia huyo ndugu mpaka unakuta mdada yule alikuwa anatuongoza ibada, naye amerudi kule amekaa chini. Tamenya ndiro nile muthuri pastor arafika. Mpaka unashindwa utaenda wapi? Na ukimuuliza wewe ulikuwa umeolewa, your sister wanajua? Hakuna mtu hajui huyo my husband. Hata my mama anamjua, my dad. Lakini alienda kule Murang'a na ako na wife ingine wanakaa huko. Na huyu husband ako na wife wanakaa huko. Sasa pastor ni nini anaweza kuzuia tuoane? So nilijaribu kuwasukuma hapa kuambia kwamba msikae hivyo, Mungu atakasirika. Wakaniambia sasa tutaenda kanisa ingine. Na kwa sababu kanisa ni nyingi na kuna kanisa hazijali juu ya mapenzi ya Mungu, bora mtupendane, zinapenda mapenzi yenu na yangu pastor. Wakalipishwa shilingi 1,100. Na mhubiri amesharewa kidogo kwenda kazini ya Bwana. Akawashikanisha. Kwanza ilikuwa ya ajabu, na wakanitumia picha kwa simu. Wakisema I do, na wakiwekana keki kubwa. Kwanza waliwekana, unajua kwa sababu hapo si kweli, wanawekana keki size hii. Mpaka mzee anafungua mdomo yote hivi.
kinashikiliwa hivi. Alafu nikatumiwa. Niye nyonete thina. Alafu hizo unajua ikiingia kwa simu yangu sasa siwezi kutoa. Lazima uangalie. Adone waya. Nikasema basi mimi sijaitwa hivyo, waende salama. Baada ya harusi walikuwa wapi? Hii viti ya mbele. Ndio niliona bishops wanapiganga watu makofi. Badala ya wakaa kiti ya nyuma walikaa hivi ya mbele na wanashikana mkono mbele yangu. Na wanasema amen. Glory. Paka nikasikia na kweli nilimaliza vita. Adoa ni no guthe haya. Hawa naweza kuonga lakini vita iliisha. Unahubiri. Nilihubiri tu akiwa amekaa hapa. Tani nilikuwa nauliza ashas walifanya namna gani wakapea watu kama hawa hapa. Lakini sasa nao hawakujua, waliona good couple wanapendana, wanakuja kanisani wameshikana mkono. Wakakaa hapo mbele. Sasa mimi nikasema hakuna kitu nitafanya. Kanisa si langu ni la Bwana, vile itakwenda iende. Maneno imekaa. Baada ya tena miaka mitatu Mosea huyu kwangu, Bishop, nataka unione hata kama nimekuja kugundua wewe ni Mungu alikuwa amekunenea. Nikamwambia kunenea nini? Akaniambia yule madam. Nikamwambia ako bado nyumbani. Akaniambia last week tigwa radhi. Alienda last week. Sasa nilikuwa namwambia afadhali ungekaa na zile dhambi za kwanza za kutupa bibi. Sasa umetupa gapi? Madam naye nikamkuta. Akaniambia pastor, si unasemanga mtu anaweza kusafishwa? Mimi ningetaka kurudi kwa madhabahu niongoze worship. Takuwa tu na kiuno. Na unajua sasa nao hawa watu wanajua worship. Hatuwezi sisi worship kama hawa. Mpaka watu wananiambia umrudishe, alikuwa analeta roho. Karibu kane kule roho. Matafa mtu ombeange. Huyu Edward isipokuwa ni vile hamwambiangi mastori kama hiyo. Ananiulizanga atafanya nini. Watu wale alishukulia hatua wako hapa wamemwangalia hivi wanamwambia amen doctor. Utafanya nini? Na wanakusalimia na ile mkono iko na pete. Na kwa sababu ni mpya inakumulika. Fanya vile utafanya. Ndiposa pastor mwingine aliona hawezi kuvumilia. Akashuka kwa madhabahu, akaigisa mdada mkono hapa. Akabeba yeye kama mtoto. Akatupa nje. Hii maneno inaweza kufanyika kwa kanisa. Nora akaliona modo kuwe. Pastor alibeba yeye mpaka nje. Okay, badada mimi sitawabeba, siwezi kufika hapo, lakini tuko na shida nyingi. Mtu amewahi kutupa mke, anaweza kutupa tena. Mtu amewahi kuasha mume wake, akipata mwingine anaweza kuasha. Lakini hiyo sio key. Key is doing God's will. Kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na ningependa nimalizie na kusema mnakumbuka Isaac wa Biblia? Aligojeka hakuwa anaona na macho. Kwa nini hakupona? Ilikuwa mapenzi ya Mungu macho ipotee. Kwa hivyo kuna watu ambao mko na shida, na hiyo shida ni mapenzi ya Mungu. Maana kama haungekuwa na hiyo shida, you can interfere with God's plan. Isaka kama angekuwa na macho, Jacob angebarikiwa. Ndio Mungu akafunga macho deliberately. Na Isaka aliombea mkewe, Mungu naomba mke wangu ashike mimba, na akashika. Lakini this time Mungu akafunga macho na Isaka akaiombea, haikuona. Kwa hivyo alienda bright. Na ni Mungu ako behind it. Kwa hivyo kuna watu hapa mnateseka, and God is willing for you to suffer that way. Please stand firm. Stand. Na mimi nasema wadada wengine hapa mmepita miaka hata ya kuolewa, unaona uko 48, 45. Mimi huwa nasema hivi. Ninakaa kwa hii ofisi yangu na watu wako na kesi ya divorce. Hata kanisa ile nyingine ya main church, tunakaa na mtu ameokoka na mwanamke ameokoka, wana divorce. Tunakaa 10 hours. Na tunashindwa kusuluhisha. Ninatumia akili yangu yote na masomo yangu yote ninajua, mpaka natafuta vitabu vingine nasomea hapa.
Ile masomo yote nafundisha couples na wafundisha. Tukimaliza unasikia mama akisema kaba guikara na githuki handu ha mundu toyo. Afadhali kukaa na kimuti kuliko kukaa na muti. Paka unashindwa sasa nitafanya nini? Na mwanaume unasikia amenyamaza amesema Archbishop nimefanya kazi mzuri sana tangu asubuhi, tumekuwa hapa hata tutakula lunch masaa 10. Na pastor, wakati unasikia mtu ameshukua shoka amekatakata mke, ndio hata wewe umeona huyu ninaweza kukatakata. Sasa wadada wale mmekosa watu wa kuwaoa, afadhali hivyo umekaa kuliko kukaa na bishop masaa 10 mna case na mwishowe nyote mna conclude ile kitu inaweza kutusaidia ni either Noah ni shoka ikatakata huyo. Tulienda na mke wangu kuongea na kapo ingine, watu wazuri wahubiri, lakini mama alikuwa ameolewa, mhubiri na akamuoa, naye mwanamume alikuwa na mtu, halafu akakosana. Tumeenda tumekesi kutoka saa 4 usiku. Saa 9 mzee akaniambia nimenunua bunduki ile inakuanga na mashimo mawili ndio nimalizie huyu haraka. Nilisikia miguu imekosa kufu. Akaniuliza niitoe pasta uione, nikamwambia hapana usitoe. Mwadhuli damaki na ni saa 9 na hujui utaenda wapi. Saa 9 ya usiku. Alafu wakati nisikia amesema na nini no Jeff, mimi naweza kuchukua hiyo kitu nitwange huyu saa hii. Nilimusihi kama pastor, please I beg you. Maana akimtuanga next ni nani? Unafikiria atawasha witnesses hapo? Nilikuwa naangalia mke wangu na shida, sasa mke wangu atafanya nini, na imesemekana bunduki itashomolewa ya mashimo mawili. Paka nilijiuliza counseling ni ya ndoto gukete gweka. Hii counseling ilikuwa ya nene. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kumwambia hivi ya kwamba kuna watu mko na shida na ni mapenzi ya Bwana. You suffer in God's will. Lakini njia rahisi ya kujua mapenzi ya Bwana ni prayer. Maana Biblia inasema thy will be done on earth. How many times are we supposed to pray that prayer? Every day. Kwa hivyo unaweza kuwa jana ulifanya mapenzi ya Bwana, lakini leo usifanye. Lazima ujiombee kila asubuhi. Na Baba Mungu, leo mapenzi yako ifanyike hapa duniani kama huko. Kwa sababu unaweza kufanya kitu na ni kizuri, kumbe si mapenzi ya Bwana. Amen. Tukifika bigoni kuna wanawake mtaulizwa maswali you are confused. Kwa sababu ya Lea. Mnakumbuka Lea wa Bible aliolewa wiki moja. Imagine mmefanya harusi ya kata na shoka. Alafu umeolewa 1 week. Bwana yako anatafuta mpango wa kado na ni sister yako yule mdogo. Unaweza kumzalia watoto wengine? Lea alizaa wangapi baadaye? Na kwanza Lea hakuzaa watoto ate kwa sababu mzee anamtaka. Wakati mzee alienda kwa Rachel hakutoka tena, alikuwa ananunuliwa. Lea anakuja kwa Rachel anamwambia, leo nipatie mzee na niko na matunda hii nitakupatia na wewe ukule, imepatikana na kijana yangu. Rachel anahesabu anamwambia basi na asubuhi arudishwe. Na style hiyo ya Lea kununua mzee, akapata mtoto number 4. Anaitwaje? Juda, ambaye ametuzalia Yesu. Ni wanawake wangapi walikataa kuvumilia kwa doa na tumbo zao zilikuwa na mabishop na mapasta, wakaondoka duniani, watasema nini mbele ya Mungu? Na Lea hata kama bwana yake ameshukuliwa, na wakati alishukuliwa hata hakuwa ameshika mimba, she continued and gave birth to 7 children. Watoto wasichana na vijana. Na number 4 is Jesus our Lord. Kwa nini Mungu alichagua kuzaliwa na Lea? Kwa sababu Lea ndiye alikuwa legal wife. Huyo mwingine alikuwa mpango wa kado. Akachagua Lea. Hata kama bwana yako atachukua mwanamke mwingine, you are the legal one before God.
you will make it. Na mbegu yako ni halali, mbegu ile si halali kwa sababu ni ya wizi. Ona. Sasa mtasemaje? Uliza jirani, mapenzi ya Bwana yako, ya devil ama ya maneiba? Kama mmoja hapa alikuja akatusalimia na mke wangu, Bishop, mama, nyinyi ndiye furaha yangu. Nikaona vile anatufurahia akitusalimia. Nikauliza mke wangu, ni nani huyo? Akaniambia, haumkumbuki? Akikuja hapa alikuwa na kitambaa na nguo mrefu. Sasa ni fupi na iko na manywele imepikwa. Sasa siwezi kujua ni yeye. Anaifanya hivi akiongea na mimi. Hii hapa picha. Na hiyo ndo hapa. Dr. Edward huja ona hiyo maneno hapa. Ni mapenzi ya nani hiyo mwanamke amefuata? Ni ya Mungu, ni yake ama ni ya watu? Ni ya watu. Ameona wadada hapa wanatabiri wakiwa wanafanya nywele hivi. Asema Bwana inaondoka kwa uso. Kumbe Mungu anatumia moto iko na nywele kama hiyo. Unamuona. Na wada ndugu mwingine ameoa mwanamke hapa alafu akaniambia baada ya wiki moja tumewashana. Nikamwambia umetuaibisha. Mimi nilikuwa nimevaa kara. Dr. Edward alitokea mpaka na ile kiguo kirefu. Sote tukaiba hapo. Moi kama watu hawasikii vizuri. Alafu wana wiki leta ati ameenda. Nikamuuliza alifanya dhambi gani? Akaniambia kareke lile kinyatha karoka tauni. Ate kalifaa kinyasa kakaingia mjini wakakutana akiwa na kinyasa. Imefika hapa na ni kama imeshanuliwa. Alimwambia hapo ukikuja nyumbani na kukata kichwa. So mke wake hakuenda nyumbani asikatwe kichwa. Na nilimuuliza ungemkata, akaniambia ndio, ningemkata. Hajui mapenzi ya watu. Hata hawa unaona hapa wamefaa vizuri, wako na kinyasa. Uliza jirani kama ni kweli ama nimekuja kudanganya hapa kwa ibada. Bwana asifiwe. Nimeambia Daktari Edward huyu mhubiri mwenzangu, nimemwambia aniitie hii wasichana wote wana youth wa 30 years and below. Tukutane hapa. Tulikutana wapi? Ile kashaba kanaitwaje pale Kiaburu? Inaitwaje? Tuliingia hapa. Inaitwa? Paradise. Oh, mnaikumbuka. So tumefika, nimeuliza Dr. Edward wakati tumeingia hapo kwa ofisi, naona ibada inaendelea, nikamuuliza wale ni wa wapi? Akaniambia ni wetu. Mimi nilisaka. Hivi kweli ndama kama mno. Mimi hakuna mtu ningejua. Hakuna mtu alikuwa amefaa hivi. Vile walifaa na vile walidebesha uso wao, hakuna mtu nilikuwa natabua ni nani. Na Dr. Edward Mungu akanisikia, mvua ikanyesha. Na hakukuwa na umbrella, ni kweli? Alafu watu wakarudi wale ninajua. Nikasalimia vizuri. Oh, kumbe ni fulani. Lakini hizo vitu kwani zinatolewa na maji? Watu wote walikuwa midomo ni nyekundu. Mvua ikakuja. Watu wakawa weusi midomo. Bwana asifiwe. Na sisemi ni vibaya walifanya, lakini hivyo ndivyo dunia inafanya nini? Inatu influence. We sometimes we are like the world because the world has a will and it has demand on us. Na ndio unaona watu wengine vile tumenyoa nywele, unaona tuko na turaini hapa. Ni vile dunia inatuambia siku hizi karaini hapa na unanyolewa. Dunia ina will yake. Mungu ako na will yake. Which will shall we follow? The will of God.